maneno shusha. Hapa kuna masenari cheki. Hapa kuna masenari cheki. So watu wangu nimeanalyze video vizuri sana, very well. Nimeiwatch karibu mara 100 kwa sababu nilikuwa nataka tukupata clear understanding of what is happening kwa hii video. And let me tell you one thing. I am a Gen Z and I know the problem that we are facing as Gen Z. There's a reason as to why huyo demo alikuwa ameketi pale chini. Ni vitu mingi sana mtu anafikiria kwa kichwa, ndio mtu afikie mahali kuna safari rally pale, watu wanacheza pale, makelele ni mingi, but yeye akajitenga peke yake, akaamua kae kando peke yake. We don't know. Anaweza kuwa maybe alikuwa anafikiria vitu mingi. Maybe hata mtu ameenda hapo kutafuta connection networks na anaona haimfai tena. Ameapply kazi mingi azikamu kwa sababu the problem that we are facing in this country ndio yenyewe ina prompt msee hata kufight. The rate of unemployment in this country iko juu. We are facing high taxation. We are facing something which is called public debt. So, vitu ni mingi. Ukiangalia graduates ni wengi. Too many graduates, too few jobs. So, mtu ana hasira ama you've used a lot of money in school. Later on, you don't have a job. And then sasa umekaa chini polite, umerelax. An officer comes, anakupoint na rungu. So instead of asking hata mbona umeketi pale, mtu pengine ako na fatigue, mtu ako na shida gani, no, aulizi swali, anakuja na kupoint na rungu and is like anataka kukupiga hivi. Yeah, hii ni vitu zenye walikuwa wamezoea kufanyia watu kama millennials. So kama kuna watu wanakuanga wagumu kuwatetea kwa hii generation, wanakuanga makarao. Let me tell you, ukisikiza hawa watu wawili chini, ukae vizuri wasikilize, utapata karao ndio yako na ngori. Kama ingekuwa ni boy angepigwa vibaya sana, yeye sasa hata amefunga bandage. Mwanaume polisi ongea na wewe, ni mpini after mpini. So ukianalyze video vizuri, unadhani nani makosa?